unaongea kuhusu mademu wetu ambao washaenda zile nchi za nje kule Lebanon, UAE, huko Saudia. Wewe ni activist ama namna gani? You know what? Unajua nikiangalia wale wasichana wenye wako nje ya Kenya wanahangaika, wanapitia mengi, wanajituma. Maana yake kuhakikisha kwamba sisi kama vile tuko hapa Kenya tunakula vizuri. My friend, ukiona wale wasichana wanahangaika sana, wanafanya kazi ngumu huko. Alafu unapata mtu hapa Kenya anaanza eti sijui babe nitumie kaso. Unajua lazima upatie mtu dem kama ule nini time at least invest kwanza. Apate pesa yake. Alishe nyumbani. Unajua kuna wengine huku nyumbani wako na watoto, wameachia wazazi wao watoto. So lazima tuelewe, tuheshimu, tuwape heshima yao, au sio? Kweli bana. Nilikuwa nimeona bana umeingilia wanaume hapo bana. Wanaume wamekuomba. Hebu tueleze history bana. Unajua nini? Actually sifurahishwi sana na hiki kitendo. Unapata nini? Jamaa kwa hapa Kenya anaanza kulia demu mwenye ako Saudi Gulf, eti sijui babe nitumie kaso. Alafu demu akikataa kumtumia anaanza kununa eti kumkasirikia. Hiyo ni tabia mbaya. So sasa ukiangalia I wish tu mngejua tu hao wenye mko Kenya yale ambao wanapitia huko nje. Wale watoto wanahangaika, wanateseka, alafu unaanza kuwasumbua, na wewe ni mwanaume na uko na nguvu. Badala ujitume uende hata mjei upate pesa yako, unaanza kusumbua wasichana huko nje. Na wakipewa hiyo pesa wanafanyia nini? Na unajua wakipewa hiyo pesa wanaenda fitness, maybe wanachaza manzo, wanaanza nini, wanapata nguvu, wanaanza kujesa hapa nje na wasichana wengine. Na hiyo so like anatoa do kwa demu wako Gulf. Anakuja kutafutia mademu. Anakuja nini kupigia masherehe huko. Mara nikute huko kunywa pombe. Na pesa ya msichana mwenye ako huko nje anahangaika. Hiyo kitu inaumanga sana. Halo. Kama dawa leo na siku zote hapa ni ndani ya CB Media TV 254 na hii ni sauti ya sanaa. Hapa tunazungumzia issue za usanii. Tunazungumzia wasanii ambao washafika top kwenye game, wenye wako level ya wastani na wenye wanaingia kwa game. Na kwenye set ni Double B Jose. Hapa ndo tunafanya kujua nani kafanya, nani kasema. Niko na mgeni ndani ya nyumba. Karibu ndani ya CB Media TV 254. Nashukuru sana. Yes. Unaitwa nani brother? Naitwa Bob Junior Oronyambobe. Bob Junior? Yeah, Oronyambobe. Yeah, from Gusii Nation. Gusii Nation. Yes. Nimeona mambo yako, unatesa mitandao kule, unatesa TikTok, unatesa YouTube, unatesa X, Instagram, kote huko bana. Lazima ujitume bana. Lazima uchangamke, ufanye huko na kule. Unajua huwezi tegemea nini. Kweli. Lazima uhangaike, ujitume kabisa. Kuhakikisha kwamba umegain kwa hii game. Nimeona kule kwa mitandao unatesa kweli. Unapiga content, unaongea kuhusu mademu wetu ambao washaenda zile nchi za nje kule Lebanon, UAE, huko Saudia. Wewe ni activist ama namna gani? You know what? Unajua nikiangalia wale wasichana wenye wako nje ya Kenya wanahangaika, wanapitia mengi, wanajituma. Maana yake kuhakikisha kwamba sisi kama vile tuko hapa Kenya tunakula vizuri. My friend, ukiona wale wasichana wanahangaika sana, wanafanya kazi ngumu huko. Alafu unapata mtu hapa Kenya anaanza eti sijui babe nitumie kaso. Unajua lazima upatie mtu dem kama ule nini time at least invest kwanza. Apate pesa yake. Alishe nyumbani. Unajua kuna wengine huku nyumbani wako na watoto, wameachia wazazi wao watoto. So lazima tuelewe, tuheshimu, tuwape heshima yao, au sio? Kweli bana. Nilikuwa nimeona bana umeingilia wanaume hapo bana. Wanaume wamekuomba. Hebu tueleze history bana. Unajua nini? Actually sifurahishwi sana na hiki kitendo. Unapata nini?
jamaa ako hapa Kenya. Anaanza kulia demu mwenye ako nini ako Saudi Gulf. Eti siji babe nitumie kaso. Alafu demu akikataa kumtumia anaanza kunune kumkasirikia. Hiyo ni tabia mbaya. So sasa ukiangalia I wish tu mngejua tu hao wenye mko Kenya yale ambao wanapitia huko nje. Wale watoto wanahangaika wanateseka, alafu unaanza kuwasumbua na wewe ni mwanaume na uko na nguvu. Badala ujitume uende hata mjei upate pesa yako, unaanza kusumbua wasichana huko nje. Na wakipewa hiyo pesa wanafanyia nini? Na unajua wakipewa hiyo pesa wanaenda fitness, maybe wanacheza manzo, wanaanza nini, wanapata nguvu, wanaanza kujeza hapa nje na wasichana wengine. Na hiyo so like anatoa do kwa demo yako Gulf. Anakuja kutafutia mademu. Anakuja nini kupigia masherehe huko. Mara nikute huko kunywa pombe. Na pesa ya msichana mwenye ako huko nje anahangaika. Hiyo kitu inaumanga sana. Kuna mademu wenye wanapigwa huko mali wanafanya job. Wenye tuseme yani vitendo mingi tu zenye ziko associated na wanayapitia sana. Hata I remember ni juzi tu kuna mwenye alikuwa analia hapa mtandaoni, sijui ni conman kutoka Kenya alimdanganya na ni boy wake mwenye walikuwa wana date na yeye. Najua kitu haifurahishi watu. So hiyo kitu ni bo sana. Nikaamua tu acha niongee nitoke. Na uliongea kweli na ilipokelewa. Na isha nitoka sasa. So maboi wetu wafanye nini sasa? Wajiheshimu. Kama unajua uko na msichana na ako huko nje, mpe heshima yake. Hiyo maneno ya kumuomba pesa kila saa eti babe boy nitumie kitu na si kitu ya maana unafanyia pesa. Imagine unaomba nini demu mwenye ako Gulf. Like unamuomba 1k anakutumia. Badala ununue hata nguo unakuja unatei nayo unakunywa pombe unapiga sherehe unatafuta wanawake hapo unalala na wao na msichana mwingine anahangaika huko nje. Najua kitu inaumanga sana. Inaudhi. Wanaume hatufanye poa. Tukiingia kwa muziki sasa. Tutoke mambo ya Gulf. Wewe unapiga content ama unapiga muziki ama umeunganisha zote? Okay. Mimi naunganiza zote tu. Napiga yote. Napiga muziki, napiga nini comedy. Anaweka wazi. Unajua mimi kitu niliumbwa tofauti sana. Sifichangi, niko na tabia mbaya nayo ya kuongea ukweli. Sifichangi mtu. Mimi nakwambia tu. Unichukie ukinipenda unipende, ukinichukia unichukie. Wow. Sahi kwa muziki. Muziki imekupeleka vipi na comedy imekupeleka vipi? Ni gani imekubali? Comedy nayo ishakubali. So nikiangalia muziki tulipiga, tushapiga hatusongi. Alafu nikiangalia muziki nayo inakuanga na challenges mingi. Na comedy unapiga hapo content hapo TikTok inasonga unasonga tu so long as uko na content. Sijasema eti niko na content poa. Yangu haibambi watu vizuri lakini kuna wenye na bamba. Get? Kuna wale watu ambao wanasema kwamba unaingilia sana watu wa jamii ya Gusii. Kuna vile wewe una pinpoint kwamba huyu hafanyi poa na huwa unamuongelesha zaidi, na wengi wanasema kwamba unawatusi, unawaongelea vibaya. Hebu tuzungumzie hapo. Unajua ni sahihi. Ukiangalia Gusii hii muziki ya KKC kuna wasanii wakubwa wako na maringo. Msanii of course ashatoka lakini si eti ni ameomoka kuna gari. Ni jina tu ako nayo. So ukifuatia hata maisha yake ana hata kitu, hata ana nguo. Ni mtu tu anatumia shirt moja tu kushoot video. Na anaanza kiburi juu ashapata jina tu. Ana gari, anatembea na miguu. Ni mtu tu kawaida kienyeji. Isipokuwa ni jina tu usanii. Hiyo ndio tofauti. So hao ndio wale wenye unakosoa kwa mitandao unawaambia hapana. Unajua sometimes alafu kuna kitu inumanga sana. Upcoming anakuja inbox yako, wewe ni msanii mkubwa of course. Anakutext, anaji-explain. Badala urespond huyu jamaa anakutumia link, unamrudishia kidole. Alafu kijana amekutext akakwambia, msanii, unaonaje, unasikia kazi yangu iko aje? Unamwambia kazi iko sawa na hujafungua, hujasikia kitu msanii ameimba hapo ndani. Najua hiyo kitu inaumanga sana. So
wasanii wakubwa hawafanyi poa. Kama msanii mdogo amekutumia link na amekucall, ukisikia hata unajua nikiangalia muziki ya Kikisi, yani kuna majina mengine unasikia mtu anaitwa asijege Sambe ba. So mtu anakupigia simu niege Sambe ba. Unafaa kuchangamka, ongea na yeye, usikie anakuambia nini. Si eti kiburi, eti kukata simu. Hii ni dunia ni kidogo bana. Jina ni kitu kidogo. So tunafaa kujiheshimu, tusaidiane, tusupportiane, ndio hii muziki ya Kikisi at least itafika huko international. Okay. Yeah. So hao ndio wale ambao unakosoa pale kwa TikTok, kwa maana TikTok yenyewe nayo imekubali pande yako. Yeah. Hao ndio wale unakosoa kwa jamii, unawaambia ishi kwa njia mzuri. Yeah. Na kwa nini utumie lugha ambayo haifurahishi wananchi, lazima ufoke zaidi? Unajua nini? Mtu mkubwa ni mtu unafaa kujua kile ambacho unafaa kufanya. Si lazima uambiwe kwa upole. So lazima like tuseme, aje niweke wazi, huyu jamaa Echate hakuna msanii amewahi support huko Kisii. So ndio maana mimi naweza mwambia hata aniface, na mwambia tarani bro, acha kiburi, acha maringo, acha kiburi, support artist, support wasanii bana. Yeah. Wow. Sahi wewe unapiga muziki, unapiga content yako. Kwa wasanii wote wenye wako Gusiland. Yes. Hii style ni mpya umekuja nayo ndio uingie kwa soko venye Embarambamba alifanya kurukaruka juu nini, ama wewe uliamua tu kukosoa watu kwa jamii? Unajua nini? Mimi niliamua tu nikuwe open. Juu kwa hii dunia sidhani kama kuna mtu ni mmoja tu. Kuna huyu jamaa anaitwa Ikebe. Ndio akona tabia kama yangu. Hafichangi kitu. Anakuambia tarani. Hakuna haja nikufiche. So long as wewe si ndugu yangu, wewe si mama yangu, hata ukoe mama yangu, hata mamangu mimi akinikosea namwambia Mathe ufanye poa. Yeah. Hii dunia hufai kuficha mtu. Unaongea tu inakutoka. Yeah, hivyo ndio tunasaidiana. Wow. Yeah. Sahi kuna wale watu ambao wanasema kwamba wewe unaleta picha tofauti kwa Wakisii. Unajua Embarambamba alikuja na sura tofauti kwa Wakisii. Wewe pia umekuja na sura ingine na mambo ingine tofauti kwa sanaa ya Gusiland. Wazazi wako wako live? Yeah. Wakiangalia content yenyewe unapiga pale, wao wanasema nini? Unajua Mathe anajua tu alizaa wazimu. Anajua tu mimi ni wazimu. Hata wakati wageni wamekuja huku nyumbani, Mathe ananiambia, "Wewe enda ukulie huko nje, unaongea tabia mbaya." Niko open tu. Kama ninakuja tu hiyo ndo nakutusi. Sifichangi. So ni venye imekuja tu hakuna tu kama imekuja na tuanga nje. Yeah. Wow. Hiyo ni noma. Kwa sanaa ya muziki, sanaa ya comedy na hiyo content creation, kuna zile challenges zenye umeface. Okay. Like tuseme kwa industry ya muziki, manze challenges ni mingi. Unajua msanii unatoka mbali sana. Ukisikia nini kuna show fulani iko sehemu fulani, hauna pesa, unakanyaga na miguu, unajituma huko, ukifika huko unakutana na wasanii wakubwa, hawakurespond. Hata saa zingine msanii umetembea na miguu, hauna kitu, hujakula kitu, lakini unataka tu at least ushike tu mic. Uface watu waimbie. Alafu unafika huko, hakuna mtu anakurespond. Kila mtu anakuassume tu. Hiyo ni challenge moja kubwa. Yeah, hiyo nayo ni kubwa sana. Umefika show na hakuna mtu hako rada yako. Na imagine umekanyaga na miguu, umetembea. Unafika huko hakuna mtu anakurespond, unakutana na wasanii ni wakubwa akina Babji Vikiang, wanapewa nafasi. Hata uende hata Vikiang umwambie bro, haki si uniambie nafasi huko mbele. Anakuambia kama pole, chill. Una chill hadi mwisho unarudi kwa nyumba. Hauja perform uko njaa, umerudi na miguu. Ukifika nyumbani Mathe ana complain, unatoka wapi? Unashindwa kumwambia unatoka show. Juu kimwambia unatoka show, obviously wazazi wanajua msanii akienda show analipwa. So unashindwa kumwambia, unamwambia Mathe nilikuwa natembea tu. So inaumanga sana. Kuna challenges mingi. Hata ndani hiyo challenge tena challenge nyingine gani umeface? Okay, challenge nyingine naweza sema maybe inaweza kuwa umepiga ngoma na msanii mkubwa. Wewe ndio unahangaika. Of course ukiangalia
wasanii wa Kisii kuna hii tabia wako nayo. Eti mtu anataka umlipe pesa. Mtu anaona wenyewe uko na talent. Lazima anataka kitu kidogo. Sijakataa, ni vizuri. Wewe mwenyewe ukifanya msanii mkubwa, unajua tu lazima umpeka kitu. Lakini hii tabia unapata kijana msanii anajituma, huyu upcoming ni mwanafunzi, si ndio? Lakini unaanza kumuitisha nini 20k ndio mpe collab. Anatoa wapi? Anaipa. Unataka aenda ibie mamake akuje akuletee umfanye collab. Hiyo nayo ndio challenge nyingine mbaya sana. We challenge zeni unanipiga hapa ni zingine moto hapa. Maybe kuna challenge nyingine tena hata than hiyo. Sasa wasanii kuitisha collab, wewe umehustle tu ndio collab. Challenge nyingine watu wa kijiji supporting msanii wa kwao. Wanakusumbua tu, of course wanakuambia tuimbie msanii tuimbie. Lakini mtu kutoa hata 5 kwa mfuko akwambie shika hii ukienda studio ukulia hata mio, haezi toa. Lakini akiona umetoa ngoma anachangamka, anaanza kukukosoa. Lakini video quality haiko sawa, audio. Sasa unashindwa. Hiyo ndio challenge nyingine kwa industry. Wow. Yeah. Sahi umeshatengeneza jina kule Busiland, wanajua Oro Nyambobe ako area na anakuja sana kwa muziki. Yeah. Wewe umepata challenge ya kusumbuliwa na madema pana pale? Okay. Mademu ukiwa msanii nayo challenge nyingine, mademu unakuanga na wao wengi. Lakini unafaa kushungana juu usanii. Mimi nikiangalia tu, of course sijakataa mimi ni mlevi na anatumianga pombe. Lakini ukichanganya pombe na usanii na mademu, hiyo nayo akili yako wewe umeisha. Unaisha. So ukiwa msanii kitu unafaa kushungana nayo, pombe na mademu. Mademu nao unakuanga na wao kwa wingi sana. Hata wanakutongoza, si eti ni unawatongoza. Lakini ukichanganya na pombe, unalala na kila mtu. Ani ujali, hapo ndo wasanii tunaumia. Wow. Yeah. Hiyo nyingine. Hiyo nyingine. Sahi, wewe usanii yako imeanza kukulipa? Mimi sahi siwezi kataa juu unajua usanii inalipanga kwa njia mingi. Hata unaweza patana na mtu mwingine akwambie kuna ngoma yako niliona ikichezwa kwa TV, niliona uko sawa, shika hii taa. Kula lunch. Alafu kuna mwingine anaweza kutafuta hapo akwambie siji Oro Nyambobe. Nimeona yani kuna kitu hapo umimba inaniguza. Sana ukiimba ngoma nyingine like hizi nini za heartbreak. Mtu inaguza mtu hadi mtu anaamua tu aje ni support huyu kijana. Hivyo tu. Lakini nini YouTube nayo kulipa ni ngori. Itabidi umejituma zaidi. Kweli. Yeah. So sio YouTube lakini kuna kwingine wewe unapata. Yeah. Wewe ukipata hii mapato yako sasa, kichele kimeingia kwa mkono. Yeah. Wewe unafanya nini? Ama ikikuja kuingia sasa ile kichele kubwa, wewe utafanya nini? Okay, unajua kitu ya kwanza unafaa kuangalia kwenye umetoka. Your background. So like me niko na madhe peke yake, sina babangu. So unajua ukipata hiyo kidogo lazima ukae chini ufikirie. Me of course mimi ni msanii, nimepata hii na madhe yako huko. Si nitoe kitu kidogo. Nipe madhe anunue hata unga. Na nyingine niweke hapa kwa account. So next song nikiingia kwa studio ni record. Okay. Yeah. Wow. Tuseme kichele ikikuja tu inaanza kufurika tu hivi, madhe lazima afurahie tu. Lazima afurahie. Unajua mimi ni matunda yake, lazima afurahie. Yeah. Sorry. Nikuulize. Yeah. Kuna maboy mtaani hapa hivi. Anakuja na dai kasi madejo, ngekuwa nimededi, kasi madejo. Nakumbuka place tumetoka. Kasi made. Sijui hata tungekuwa wapi. Lakini huyu madhe akimtuma anarusha mkono. Yeah, wewe ni hiyo type? Mimi nayo hapana. Madhe naye. Hata kwanza sitaki nione tu mtu akikaribia madhe. Ukishika madhe shati, utakuwa umenishika. Na tutakuwa sana kabisa. Unajua madhe mimi namheshimu sana. Anampenda sana kuliko vile napenda huyo demu wangu. Sipendi kwanza. Utawachwa bwana, utawachwa. Acha niache so long as bora tu madhe siniache. Umesema uko na demu. Nikwambia utawachwa. Sahi. Hata niache nayo mimi sina shida. Demu wako. Sina shida. Hata kwanza mademu ni stress. Hata than kuheshimu mama yako ama ni nini. Anakusupport Kenya unafanya? Nani?
Udema. Dem yangu. Hapana, Ama ananitegemea tu. Hata Ama nisumbua tu. angalia hata Kenya unarushanga kwa YouTube ama TikTok. Of course anaangaliaga. Mimi nilimwambia tu kama huwezi bambika na content yangu niache tu. Na ukiniacha uniambie umeniachia nani. Hiyo tu. Lakini bado hakuna wewe. Yeah, na ananipenda zaidi. Akiona nimetupa hapo, anaona huyu boy wangu anajituma. Na anaweza inua hii content ashare na marafiki zake wawili watatu, ama anasema hapana, hiyo Oro Nyambo ya share tu peke yake. Kushare naye haezi kabisa. Hiyo hapo nakupata. Unajua wasanii wengi ukweli wale ambao nimefanya kuongea nao hapa CB Media TV 254 wanasema mademu wao hawa support kidogo tu ndio wanasupportiwa. Unaona? So kama wapi umeingia kwa ile ligi yenye hausupport hivi. Mimi sijapata support kutoka kwa demu wao. Hata kwanza ananitegemea, hataki kujali. Kazi yake nitumie text, nitumie bundles to chat. Hataki kujua anajituma aje. Adem ni stress bana. Noma sana. Sahi. Kule Gusiland kuna wasanii wanapiga content safi. Ni msanii gani unakuwa umependa sana? Kisii. Kisii nao. Ningeomba tu utoke Kisii. Unajua Kisii na tuanze home. Tuanze nyumbani. Like aka jamaa Jimnizo kanajituma. Kanajituma sana. Kazi yake imekubalika. Ako sawa. Kwa hii game. Wow. Huyo ni ule mwenye unapenda. Kuna ule mwenye unachukia? Kuna obvious. Lazima ikuwe kuna mwenye unachukia tu. Anaweza kuwa ni simchuki kwa ubaya. Okay, mimi na mtu nachukia ni mtu acha tu ni ama acha niongee nitoke, si ndio? Echa forever, anajua hata yeye mwenyewe tunachukiana. Si mara ya kwanza kunini kumuongelelea. Kuna kitu alikufanyia mbaya? Echa amewahi nifanya kitu mbaya sana. Okay, it's my boys, lakini kitu anifanyia nayo. Echa hata nilimwambia tu, hata ingawa sasa sijafika, hata sina uwezo. Uko mbeleni, ipo siku utanihitaji na utanikubali. Wow. Sitaki kusema alinifanyia nini. Juu unaweza pata tu nimelia. Acha tu tutaingia hiyo story, lakini ajue tu kitu wewe na wewe ni gangster, wewe unazalia wewe. Unajua kuna vitu zingine mtu ukikumbuka unazalia tu. Wow. Usitone hapa tunacheka wana tuko sawa. Hivyo tu tunanyamazia. Sahi kwa muziki. Kuna collab unatarajia kufanya hivi karibuni na msanii mkubwa? Sahi. I think wasanii wakubwa wenye nilikuwa na ndoto tu ni ya kufanya na wao. Nishafanya na wao. Sahi kwa Gusi si. So sahi unataka kwenda solo tu? Sahi mimi nataka niende solo. Kama si mataifa niende peke yangu. Kuna msanii anaitwa Mataifa. Jamaa ako sawa. Mambo yake unaikubali? Mataifa au ni hatari bana. Anajua what's music. Anajua tu Mataifa na kuna maboys anaitwa Yazidi Classe. Lakini mimi huwezi nitoa kwa Mataifa. Juu ni msanii anajituma, hakuna sauti. Anajua what's music. Juu ni msanii hata mkifanya na ngoma anakuadvise, anakuambia hata wewe sinamheshimu sana Mataifa. Wow. Hiyo iko sawa. Sahi. Muziki yako ukiangalia hivi na comedy yako, content yako yote yenye unafanya. Unajipa muda gani sasa ndio ukue Oro Nyambo ni kusema Gusiland? Same. Give me like 3 years. 3 years from now. Mimi ndio nitakuwa kusema kise. So long as niko na talent na nimejijua tu niko na talent. Nimepata nguvu tu kidogo. Si tunajipiga kifua. Give me 3 years. Watanitambua. Echa tata nitambua. Hata sio mimi ni nani. Wow. Tukifika mwisho wa mazungumzo yetu ya Sauti ya Sanaa. Kwa mitandao, watu wako, mashabiki wako ama watu wote wakupate vipi? Okay. Pale TikTok Oro Nyambo KE. Instagram Oro Nyambo KE. Facebook Oro Nyambo KE. In short, kila mahali tu unaweza nipata Oro Nyambo KE.
Wow. Oronyambobe KE ndio yako kwa nyumba ndani ya CB Media TV 254. Cha muhimu unafaa kufanya, ingia pale TikTok, angalia mambo yake. Ingia pale YouTube, subscribe, watch na share content yenye Oronyambobe anafanya. Ingia kwa Facebook, anapiga story yake safi pale. Ingia kwa X, Instagram, kwote, like kwa social media zote, mpate kama Oronyambobe KE. Pia vile vile usisahau kuwatch, kusubscribe na kushare content yote tunafanya hapa CB Media TV 254. Hapa ndo unafaa kujua, hapa ndo unapata kujua nani kafanya, nani kasema. Stories zote za usanii ni hapa. Ingia CB Media Studios, piga recording yako safi, CB Records. Yeah. Until next time, Oronyambobe. Yes, mister. Peleka content yako, peleka muziki yako international. Nashukuru sana bro. Acha tungangane, tujitume. Ipo siku itajipa, si ndio? Kabisa. Mbele zaidi. Kabisa.